makofi yako kwa Bwana. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Praise the worship wametuongoza vizuri kwa kipindi cha sifa na maabudu. Hebu tuwape makofi jamani. Asante sana Mungu awabariki pamoja na mtumishi wa Mungu Reverend. Asante kwa kipindi hicho cha maabudu. Tumesikia tumepaa mahali. Haleluya. Tukiwa katika ibada nzuri hii ya shukrani siku ya leo, napenda kumshukuru Bwana kwa matendo makubwa. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba tumepata fursa hii ya kuja kumshukuru Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bila kupoteza wakati, napenda tukaweze kukaribisha neno la asubuhi, na napenda tukaweze kumpigia makofi mtumishi wa Mungu Pastor Dennis. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Mwokozi. Basi neno letu la asubuhi linapatikana katika kitabu cha Yoshua 14 kuanzia mstari wa 10 hadi 12. Yoshua 14 kuanzia 10 hadi 12. Neno la Bwana lasema, hata sasa angalia, yeye Bwana ameniweka hai kama alivyosema miaka 45 tangu wakati huo Bwana alipomwambia Musa neno hilo, wakati Israeli walipokuwa wakienda barani. Na sasa tazama, hivi leo nimepata miaka 35 umri wangu. Hata sasa mimi nina nguvu zangu hivi leo kama nilivyokuwa siku hiyo Musa alivyonituma, kama nguvu zangu zilivyokuwa wakati huo, na nguvu zangu ndivyo zilivyo sasa, kwa vita na kwa kutoka nje na kwa kuingia ndani. Basi sasa unipe mlima huu ambao Bwana alinena habari zake siku hiyo, kwani wewe ulisikia siku hiyo jinsi Waanaki walivyokuwa huko na miji ilivyokuwa mikubwa. Yeye Bwana, yumkini yeye Bwana atakuwa pamoja nami nitawafukuza watoke nje kama Bwana alivyonena. Tuombe. Baba, kwa jina la Yesu tunaliinua jina lako Bwana asubuhi ya leo. Bwana, tunalitukuza hata kwa ajili ya neno lako asubuhi ya leo. Bwana, tazama mtumishi wako Caleb. Bwana, kuna mambo ambayo Bwana ulikuwa umemwahidi wakati alipokuwa Bwana ametumwa na mtumishi wako Musa, alipoleta habari Jehova za kutia Waisraeli moyo. Bwana, ukamwahidi mahali pale patakuwa ni pake, lakini Bwana ikamchukua muda kufikia mahali hapo. Neno hili Bwana asubuhi ya leo nimesema Bwana, wakati alipofika pale ndipo Bwana akamkumbusha Yoshua mtumishi akisema Bwana mahali pale alipewa na Musa. Hata asubuhi ya leo mfalme Mungu wa Israeli, Bwana, kuna maneno na kuna neno ulilonena nasi, kuna ahadi zako Bwana ulilonena nasi Jehova. Asubuhi ya leo tunanyenyekea mbele zako, licha Bwana tumepita barani, licha kwamba tumepita kwa nyika, lakini Bwana mkono wako umekuwa mwaminifu. Hata Bwana siku ya leo tuko hapa. Hivyo basi Jehova, asubuhi ya leo ni neno na ahadi zako ulizotuambia Bwana Jehova, twazidi Bwana kukumbusha mfalme Bwana, ukatupe uweza na nguvu na mamlaka. Bwana Yesu, asante kwa ajili ya kila mmoja Bwana, umemfikisha salama. Hata siku ya leo Bwana tuko hapa Bwana, tujaze nguvu tena za kuingia na kutoka Bwana, tujaze nguvu tena Bwana kwa ajili ya baraka zetu ambazo Bwana ulizonena. Tujaze nguvu tena kwa ajili ya familia zetu na kwa ajili ya ndoa zetu. Tujaze nguvu tena hata kwa ajili Bwana ya watoto wetu. Nasi Bwana tutalitukuza na kuliinua jina lako, maana unastahili Jehova. Asante Bwana wa mabwana, maana unaenda kutenda hayo, na kwa jina la Yesu Kristo tunaomba tukiamini. Asante mtumishi wa Mungu Pastor Dennis kwa neno hilo la asubuhi. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, si umepata kitu kwa hilo neno? Kwa hivyo tunaenda kutembea na hilo neno mchana wa leo, ya kwamba kama kuna mlima unauona uko juu mbele yako, lazima tudai kwa Bwana. Tumwambie Bwana, huu mlima tunaudai. Bwana Yesu asifiwe. Napenda kukaribisha Sunday School wakati wetu wa prayer, tukaweze kusikiza Sunday School, alafu kwa hizo zingine zikapate kufuata. Sunday School tafadhali, bila kupoteza muda.
tunasema iende mbele, ndio maana neno ilimjia Yoeli mwana wa Bethueli, onya wazee wote wa mji na vizazi vyao. Neno ilimjia Yoeli mwana wa Bethueli, onya wazee wote wa mji na vizazi vyao. Lakini hata sasa, asema Bwana, nirudieni kwa mioyo yenu. Lakini hata sasa, asema Bwana, nirudieni kwa mioyo yenu. Narudisheni mioyo yenu yote, nirudieni kwa mioyo yenu. Lakini hata sasa, asema Bwana, nirudieni kwa mioyo yenu. Lakini hata sasa, asema Bwana, nirudieni kwa mioyo yenu. Narudisheni mioyo yenu yote, nirudieni kwa mioyo yenu. Narudisheni
katika Yesu Bwana. Ni amani katika Yesu Bwana. Ni amani katika Yesu Bwana. Ni amani katika Yesu Bwana. Ni amani
16. Bwana usehemu yako. Bwana usehemu yako.
Wazee wametoa kijasho hapo, wanasema mlangoni mwa mbinguni niingie na wewe Bwana. Haleluya, mambo mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mkumbushe jirani yako, unajua hii ibada ni ya shukrani, lakini hii ni ibada ya shukrani hii, na ni ibada special. Haleluya. Sasa inaweza kuwa labda amesahau. Sasa mkumbushe, hebu mwambie tena, unajua hii ibada ya shukrani. Haleluya. Alafu tena katika Zaburi 100 mstari wa 4 unasema ingieni malangoni pake kwa kushukuru. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Inaweza kuwa labda wewe ni mgeni, umekuja siku ya leo mara ya kwanza, ama labda ulikuja ukakaa tena muda kidogo ndio tena leo hii umeshiriki pamoja nasi. Napenda kukumbusha kwamba tuko na theme ambayo tunaendelea nayo katika mwaka huu wa 2026 ambayo inasema katika Danieli. Ukiangalia katika hii chart hapa juu nasema katika Danieli 32b, lakini hao mchwa Mungu wao wanafanya mambo makubwa. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio theme ambayo tunatembea nayo hapa Kililo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Kwa hivyo ningependa tukapate kuwapongeza waimbaji. Kuna dancers. Oh my God. Haya, karibuni dancers. Hebu tuwapigie makofi wanapoingia. Dancers chap chap. Chap chap. Nami nitaja
sana. Na si hawa vijana wamenibamba. Atanipigania nami nitanyamaza. Yaani alikuwa anataka niamuke, lakini sasa huo mwinuko wao. Bwana Yesu asifiwe. Huo mwinuko wao umeniacha hoi. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tukaweze kuwapigia makofi jamani. Kansas. Sana. Au wapeleke mbali zaidi. Alafu tuwapigie makofi Sunday school, vijana pamoja na wamama na wazee. Haleluya. Maana atatupigania nasi tutanyamaza kimya. Haleluya. Katika Daniel 11:32 na hao mchua Mungu wao watakuwa hodari, kisha watafanya mambo makubwa. Haleluya. Hiyo ndio tunatembea nayo katika mwaka huu katika kilimo. Bwana Yesu asifiwe. Bila kupendeza, wakati napenda kumpatia nafasi hii brother Dick akapate kuingia kwa ajili ya matangazo. Hebu tumpigie